majina naitwa Yunus Hussein, nafanya kazi kwa ofisi ya Senator Isiolo County. Jana tulipata fursa ya kutembea katika town ya Isiolo ama tuseme Isiolo CBD, na lengo letu la kutembea Isiolo CBD ni kutathmini hali halisi, kujua changamoto ambazo wafanya biashara katika soko la Isiolo wanapitia. Na tuliamua kufanya hivyo baada ya kupata malalamiko kwa wingi kutoka kwa wafanyabiashara na wakazi wa Isiolo kwa ujumla kuhusu hali ya uchafu na pia vile vile kuhusu hali ya drainage system na pia kuhusu mafuriko ambayo yalitokea juzi na yakawa ni yenye kuathiri watu pakubwa. Tulianza safari yetu mwendo wa saa 4:30 hivi baada ya kupata kiamsha kinywa hapa ofisini. Tukawa ni wenye kufululiza moja kwa moja mpaka mahali ambapo hizi magari za kwenda Marti huwa zinapark na kuongojea maabiria. Na hapo tulikutana na vijana pamoja na wazee ambao kazi yao ni uhamali na pia wengine wao ni wa kufanya kazi ya mjengo na pia kazi za mikono. Na mahala ambapo kwamba walikuwa wameketi ni katika ofisi yao, lakini sasa ile kuaccess ofisi yao ikawa ni shida kwa sababu maji ya drainage pamoja na ile maji ya mafuriko ilikuwa imekuja na imekusanyika katika ile ofisi yao. Tukawa ni wenye kuongea na baadhi yao na tukagundua kwamba walikuwa wanalalamikia utepetevu kutoka katika serikali ya county na pia katika municipality. Wanasema kwamba mnamo zaidi ya miaka 10 sasa wamekuwa wakilalamika kuhusu hali hiyo, na serikali ya ugatuzi haijaweza kufanya chochote kuhusu jambo hilo. Tukatoka hapo tukaelekea pale Lepuke na hali haikuwa tofauti, ingawaje maji hayakuwa yamekaa katika sehemu hiyo, na hii ni kutokana na juhudi yao kujitolea. Wakawa ni wenye kuchanga pesa na wakatumia pesa hiyo kutengeneza sehemu ile, na ikawa sasa maji ikawa ni yenye kupita kwa sababu walifunua ule mtaro. Ukiangalia ile mtaro ilikuwa imejaa taka, wakatoa zile taka na maji yakawa ni yenye kupita. Tulipotoka hapo tukafululiza mpaka pale Desert Rail kwa wale wamama wa kuuza mboga, na tukawa na maongezi na wamama hawa. Walitupongeza sana kwa ujio wetu na wakalalamika pia vile vile kuhusu hali ya uchafu na pia wakawa ni wenye kuathirika sana na maji hayo ya mafuriko. Bidhaa zao mingi zimeharibiwa na hiyo maji, na pia wakalalamika kuhusu kushindwa kazi kwa manispaa ya Isiolo County, na wakapeana ujumbe kwa manispaa ya Isiolo County pamoja na serikali ya Isiolo County kwamba wajizatiti na wahakikisha kwamba wanafanyia wakazi wa Isiolo kazi kulingana na jinsi ambavyo waliahidi kwamba watafanya kazi hiyo. Basi hatukuwa na budi ila tukawa ni wenye kutoka hapo na kuelekea mpaka pale Jamia Mosque. Kuna vijana wa bodaboda hapo na pia kuna vijana ambao ni hawkers wanauza vitu kama saa na miwani hapo kwa ukuta ya Jamia Mosque. Tukawa ni wenye kuinteract nao kwa muda kidogo na tukasikia malalamishi yao, ingawaje tuliona malalamishi yao ilikuwa ni sawa tu na wale wengine,
ingawaje utofauti ulikuwa ni kwamba wanaomba serikali ya kaunti kupitia kwa department ya entrepreneurship iwasaidie ili waweze kujikimu kimaisha, wapate vitu kama umbrella hivi ya kuzuia jua, na pia wasaidiwe kwa sababu wameingia katika gharama kutokana na mafuriko ambayo yalifanyika juzi. Tukawashukuru sana, na kutoka hapo tukaelekea moja kwa moja hadi Kasarani, ambapo tuliongea na mwenyekiti wa mama wa muungano wa soko. Hapa sasa ndo kulikuwa na matatizo mengi sana. Walilalamika kuhusu drainage system ambayo inawachilia maji chafu, ambayo maji yale yananuka, yanatoa harufu mbaya, na wakalalamika pia kwamba hali mazingira pale ya kuuza ile chakula ni mbaya sana, na pia mafuriko imewaathiri, imeharibu soko yao, imeharibu sehemu ambayo wanatumia kufanya biashara yao, ambao pia ni tegemeo yao katika maisha yao. Na pia wakaongea kuhusu mkusanyiko na mrundiko wa taka katika sehemu ile, na kwa kweli tulishuhudia pale kulikuwa na harufu mbaya sana. Ni mahala ambapo hawezi ukakaa, lakini hawa wanakaa hapo na wanauza bidhaa ambazo ni za matumizi ni chakula. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la kusikitisha sana, na hapo kwa kweli county government pamoja na pamoja na manispaa ya kaunti ya Isiolo ama ya jiji ya Isiolo, hapo wamefeli pakubwa sana. Ni wakati ambapo wanafaa kuamka na kuchukua majukumu yao seriously. Tukatoka hapo, ingawaje watu wengi sana walionyesha ari ya kutaka kuongea na sisi na kutupea maoni yao na kutupea malalamishi yao, lakini tuliona kwamba malalamishi ya karibu watu wote katika hiyo area ni moja. Wamelalamikia sana kuhusu vitu vitatu. Wamelalamika kuhusu hali ya uchafu, mrundiko wa taka, wakalalamikia kuhusu maji ya sewage ambayo imeshindwa kuwa maintained na wahusika, inakuwa ni yenye kutiririka na kuharibu hali ya hewa pale, na pia wakalalamikia kuhusu mafuriko. So hapa kwa mafuriko tukaona kwamba shida kubwa ni drainage system. Drainage system inafaa ishughulikiwe once and for all, ili watu wa Isiolo wawe ni wenye kuepuka janga la mafuriko ya maji. Basi hatukuwa na budi, tukatoka hapo tukawa ni wenye kufululiza mpaka Isiolo Stadium, mahala ambapo vijana walikuwa wanafaa kuwa ni wenye kunufaika. Hapo sasa tukapata hali nzito sana. Stadium imekuwa ni kama lake, mahali ambapo maji yanakuja na yanakuwa ni yenye kukusanyika. Hakuna chochote kinaendelea pale. Yale maji yamechanganyika na maji ya sewage, inakuwa sasa ni harufu, na hali hiyo kwa kweli sio hali ya kufurahisha, kwa sababu ukiangalia hiyo stadium imetumika zaidi ya milioni 800 pale kwa sababu ya kutengeneza hiyo stadium, na imesimama, hakuna chochote kinaendelea pale, na pesa ambayo imetumika pale ni pesa ya mwananchi ambayo ilikuwa inafaa tuone matunda yake, lakini miaka kadhaa sasa hali hiyo imekuwa ni hivyo, imesimama. Kwa hivyo wito wetu ni kuomba wahusika ikiwemo serikali ya kaunti na wale contractors ambao walipewa hiyo kazi kuhakikisha kwamba kazi hiyo inafanyika na inatimia, ili vijana wetu waweze kupata mahala ambapo watajikeep busy ili waepuke kutokana na majanga ya madawa ya kulevya. Mwito wetu kama ofisi ya Senator Isiolo County, tunaomba serikali ya kaunti wazingatie majukumu yao na wahakikisha kwamba wanatufanyia huduma jinsi ambavyo tunahitaji kufanyiwa. Kwa hayo machache,
Asanteni sana na Mungu awabariki.